Sawa sawa. Sasa nataka tuendelee hapa. Wangapi wanakumbuka nilikuwa naongea nini wiki iliyopita? Nilianza somo, nataka kwanza tujibizane dakika chache. Hapa mmenyosha mkono hapa nimeona. Sawa. Ni Jackie au nani? Asante baba. Shikamoo. Yes. Baba, ulitufundisha nguvu ya imani dhidi ya dhoruba. Na ukaongelea mambo makuu mawili. Yes. Cha kwanza mandate. Cha pili wakati wa Mungu uliochaguliwa. Safi sana. Ambapo kwenye mandate ukatuuliza ni kwa nini mtu akifa watu tunalalamika? Je, tunapaswa kulaumiana katika hilo? Lakini pointi ya pili ya wakati wa Mungu uliochaguliwa ukasema kila kitu kina God's appointment time, kwamba kuna wengine Mungu kwa wakati huo anawaokoa hivyo. Na tufundisha Marko 16 kuanzia mstari wa 15 hadi 18, lakini ukakazia B. Na kwenye pointi ya pili ukatufundisha Wafalme wa Pili 4 mstari wa 2 hadi 13. Ndiyo baba. Wewe umeandika vizuri sana. Umeandika vizuri na umeelewa vizuri na umeyafafanua vizuri. So nilikuwa naongea hapa, na hii imetokana na malalamiko ambayo yanatokea. Kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu tumekuwa watu wa kulaumiwa. Ukimwombea mtu lazima apone, hata kama amechezea maisha yake yote duniani, dakika ya mwisho umeletewa mzigo. Humjui, ndio unamuona kashakuwa konki kwenye mambo ya wapi. Saa hiyo anataka kukata roho, unaletewa mtu ameleta mgonjwa wake, unamuombea, alafu anakufa usiku huo, unaambiwa nimempeleka kule kuombewa lakini amekufa. Nani sasa analaumiwa? Na Mungu anasahaulika wapi? Na sasa hata kama tungemfufua yule mtu, tunamfufua ili aje aendelee na yale mambo alikuwa anayafanya kule. Sijui kama kuna watu wanaenda na mimi hapa. Tunatimiza kusudi la Mungu alilotuagiza. Agizo. Sasa katika kitabu hiki niliwasomea siku ile katika hili somo linalosema nguvu ya imani dhidi ya dhoruba. Imani ina nguvu. Ukiamini yote yanawezekana, pamoja na yale yasiyowezekana yanawezekana. Lakini sio kila jambo litafanyika unavyotaka wewe. Kuna mara nyingi zaidi Mungu atakupa mapenzi yako, atakujibu sawasawa na mapenzi yako. Lakini mara zingine na yeye akidai muda wake afanye chake, uwe mwelewa. Hata kama inauma, kama ukweli tu unasema ukweli unauma, na hilo nalo pia kwa nini lisiume? Lakini uwe mwelewa kwamba Mungu kafanya chake, sio mtumishi. Sasa mtumishi unamlaumu kwa sababu gani? Kuna ishu moja ilitokea, Apostle Catherine alimwombea mtu fulani, yule mtu akashuhudia amepona, nafikiri baada kama mwaka hivi nafikiri, alafu alikufa. Baada ya hapo nadhani atakuwa alihojiwa kwenye television moja ya New Zealand kwamba kuna huyu mtu
ukamletea na picha yake. Unajua waandishi wa habari ukamletea na picha yake, huyu ulimuombea mwaka fulani mpaka mwaka fulani akafa, kwa nini hakupona? Nao kwani yeye akifa kuna shida gani? Mbona kuna watu wengi sana wanakufa, wale sio binadamu? Naomba unijibu wewe. Au mkuki? Turudi hapo. Au mkuki unakuwa mtamu zaidi kwa nguruwe, lakini ukija kwa mtu wako atakuwa mbaya. Mchungaji, Yesu pia ni mbaya na Mungu ni mbaya, simtaki Yesu kuanzia leo, namwacha Yesu. Si unajua kuna watu namna hiyo kuna watu namna hiyo. Kuna watu wanamchukua mpaka Mungu. Hujawahi kusikia hiyo? Nikamfundisha hilo somo, nikamwambia kuna vitu viko namna hii, kawafundishe watu kanisani kwako. Nadhani atakuwa amewafundisha au atawafundisha, lakini kaona na mimi kama baba niyazungumze haya. Watumishi wa Mungu jumlisha na Yesu mwenyewe tunalaumiwa for no reason. Pale ambapo unataka kila kitu Mungu afanye your way, afanye kulingana na matakwa yako. Akitaka naye kusema leo nitafanya kulingana na matakwa yangu, Mungu mbaya, watumishi wake wabaya, kila kitu kimekuwa kibaya. Sasa lakini kuna shida gani? Mbona watu wengi wanakufa? Watu wanakufa kila siku. Mbona uandamani kwamba kuna watoto wanazaliwa kila siku? Kwa nini watoto wanazaliwa kila siku? Ndio maana kuna watu wanakufa ili kuachia nafasi. Vinginevyo tungebaki na kina Alexander mpaka leo. Alexander the Great wangekuwepo, Saddam Hussein wote wangekuwepo mpaka kina Hitler mpaka sasa wangekuwepo. Sijui hata tungepita hapi wengine, maana walijulikana hao ndio miamba ya, lakini nao ni utaratibu tu Mungu alioweka wa kupishana ila unauma. Ni ukweli unao, ila sasa kwa nini tunawalaumu watumishi wa Mungu? Mimi nitawapa mifano hapa. Nitawapa mifano. Kwanza nataka ujue mandate tuliopewa ni yani jukumu tulilopewa ni la kuwekea watu mikono. Kwanza kuhubiri Injili. Ukisoma ule mstari kuanzia mstari wa 15 unatiririka pale, kuanza hubiri Injili. Niliwasomea, ilikuwa sura gani ile? Nataka nirudi pale. Marko sura ya 16 mstari wa 15, endelea nao mpaka 18. Ila mstari wa 15 unasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Hiyo ya kwako hiyo. Amekwisha fanyaje? Kuhukumiwa. Kwa hiyo hilo ni jukumu la kwanza, kuhubiri nini? Kwa hiyo ina maana mtu yeyote duniani lazima kwanza aisikie nini? Injili. Hata kama unaumwa vipi, tutakuombea sala ya wokovu kwanza, kwa sababu hata uponyaji wenyewe huwezi kuchukua nafasi kabla ya nini? Wokovu kupata nafasi ndani yako, yaani Yesu kupata nafasi ndani yako. Kusema wokovu maana yake Yesu. Lazima Yesu kwanza apate nafasi ndani ya moyo wako, ndio mengine yote utazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme
na haki yake, na mengine haya yote kama uponyaji na mengine yote utafanyaje? Utazidishiwa. Mimi nimekuja kutafuta uponyaji tu, lakini hayo mengine ya ufalme wa Mungu hayanihusu. No, basi wewe, sisi hatuna nawe shughuli nawe, kwa sababu mandate, jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha kwamba Yesu anakaa wapi? Moyoni. Anasema anagonga, mtu akisikia sauti na kufungua wa moyo wake nitaingia. Sasa Yesu akishaingia moyoni, ndio mambo yote mengine yanaanzia hapo. Kwa hiyo inawezekana mtumishi hajafika kwenye swala la wewe kupona, kwa sababu sio wakati wa Mungu kwa wakati ule wa Mungu kwake ni kukuchukua, lakini nimaliza jukumu la kwanza la kuhakikisha Yesu anakaa wapi? Hilo nalo anastahili pongezi. Kwa sababu kibano labda cha ule ugonjwa ndio kilikufanya upelekwe wapi? Kanisani, kwenye maombi. Kuna watu wameshindikana eti duniani, yaani katika uzima wao ni wagumu kwa mambo ya Mungu, umwambii lolote mpaka augue, apigwe kiboko, ndio analetwa kanisani. Sasa unamuona huyu hapa kweli amekuja, unamwambia niombe. Hajawahi kusema hiyo akiwa vizuri. Anasema wokovu gani? Matapeli hawa. Sasa Mungu anaweza kusema huyu hamwezi kumhubiria huyu, acheni mimi nianzishe kazi. Anampa tenda yule jamaa mwingine kule upande wa pili. Tafuta style utakayoondoka na huyo. Hakikisha amefika wapi? Kanisani, lakini roho yake usifanyaje? Usiguse, maana nina kazi nayo. Jamaa anasema nimepewa tenda, anabeba mwili ule, anaondoka. Unatembezwa wewe. Jamaa anajua tu mimi nilishaambiwa huyu jamaa anatakiwa mwishoni aonekane wapi? Kanisani. Na akishafikisha kanisani anaripoti kwamba kazi ulionituma nimemaliza, kwa sababu alimwambia roho yake usifanyeje? Usiguse. Ndio pale sasa Yesu anawekwa wapi? Moyoni. Sasa alafu Mungu anachukua nafasi yake sasa ya kumtoesha, maanake anajua huyu akipona, huyu anaweza akawa mara mbili ya hapa alivyokuwa. Mimi nakumbuka katika utumishi nimeombea watu wamepona na hawakuwahi kuonekana tena kanisani. Na unashangaa kwamba mtu alikuja amebebwa, amelazwa, kapona kabisa, alikuwa kifoni, umetamka neno akapona. Halafu kashukuru siku hiyo hiyo, na ndio siku hiyo hiyo hutakaa umuone tena. Nyie hamjawahi kuona hizi shuhuda? Sasa mtu kama yule hata ukimwambia atasema mimi bwana, mambo ya kanisani usiniambie bwana. Kwa hiyo sasa unawaza mtu kama huyu ana faida gani kwa ufalme wa Mungu? Tujibu. Sasa naye akiitwa akaondoka, unamlaumu mtumishi, wakati kuna watu wazuri tu wanakufa kila siku na hamna maandamano mjini. Kila mtu anachukua mtu wake anazika, hakuna nini? Maandamano. We mtu wako ambaye alikuwa mkorofi ameponywa, kakataa Mungu, hataki kuja hata kanisani, unataka kulalamika. Kwa hiyo wale sio watu wengine.
Sasa nataka unielewe, miujiza tumefanya ni mingi. Mara nyingi miujiza ni mingi zaidi, uponyaji, baraka, watu mnapokea, mmepokea sana. Hata kuna wimbo unasema tumepokea sana lakini tunataka zaidi. Sasa katika kutaka zaidi, katika 1000 ya ulivyopata anaweza kuja Mungu akaomba kimoja tu. Sasa anyimwe? Anyimwe? Tunasema hapana, ni rahisi, lakini likitokea la kutokea, utaweka mkono hapa uanze kulia. Hii mimi nawafundisha kwa sababu hiki ni chuo kikuu cha manabii. Lazima ujue kila kitu, lazima ujue kila kitu kinachotokea duniani, lazima ujue kila kitu kinachotokea duniani. You must know everything that is happening in this world. Kwa sababu kuwa na nabii mkuu halafu kuna vitu huvijui na havina majibu, hata ukiulizwa na mtu unajua ni vibaya sana. Na hili ndio huwa somo gumu katika maisha. Kuongelea mambo ya kifo na style fulani hivi huwa kidogo. Nataka uambie utapewa magari kesho yatakuja, utayakuta yamepaki nje ya nyumba yako asubuhi. Lakini kuna vitu, mifupa, vitu vigumu tuviongee. Tutafune mifupa, vitu vigumu. Hata kama hatufi leo wala kesho kutwa wala mwaka ujao wala miaka 10 wala 50 ijayo, lakini lazima tuvizungumze kwa faida ya uelewa na ufahamu. Lazima. Unaweza kukuta mtu anataabika, amegombana na Mungu tayari. Unamjua alikuwa ni mtu wa imani, siku hizi haendagi kanisani kokote alikokuwa anaenda. Ukimuuliza anakuambia niliwahi kumpeleka mtu wangu akaombewa akafa, kwa hiyo mimi naona mambo ya imani siamini tena. Unajua tu kwamba huyu naye ni tenda ya yule jamaa ijayo, ni tenda ijayo ya yule jamaa. Kwa nini watu wanataka tufanye wanavyotaka, sio Mungu anavyotaka? Niliwasomea, kuna andiko hapa niliwasomea, Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Ina maana hii, hebu niangalie hapa, natoa mfano. Kendevi, hebu lete hiki kiti. Mfano nikitoa maagizo, weka hapa. Mfano mimi niko nyumbani, nimetoa maagizo, labda niwekeni kiti na kuja, nikakuta kimewekwa. Sio lazima nikae hapa, mimi si ndio mwenyewe. Sio lazima nikae hapa. Naweza kuja nimepangwa vizuri na high table vizuri, nikasema no, ondoa hiki niwekee kwa hapa. Mimi nataka kukaa hapa, na nikakaa kweli hapa. Sasa watu wakawa wanajiuliza pale kuna nini? Asante, unaweza kurudisha huo mfano, umeeleweka? Unaweza ukawapangia watu vitu, ukampangia bosi fulani vitu, meza, high table, kila kitu, ukajua kiti chake hiki, akija akisema mimi nitakaa hapa, yeye ndio ameamua. Unaweza ukamwombea mtu, unamwambia pokea uponyaji katika jina la Yesu leo. Yesu anasema lakini huyu na muhitaji leo usiku. Sasa anyimwe? Akataliwe? Tuongee jamani. Atasema wewe Elia ulia, lakini lazima leo hii.
Labda nitaendelea kutoa mifano. Naomba nitoe mifano mingi kidogo. Uko tayari? Twende moja kwa moja wote, twende mpaka msalabani pale. Tumkute Yesu yuko msalabani. Amekaa katikati, huku amekaa mwizi mmoja na huku mwizi mwingine. Yule wa kwanza anamwambia yule alikuwa na maneno mema kidogo, uyakumbuki? Anamwambia leo hii unikumbuke wapi? Na yeye amemwambia, Yesu alimjibuje? Leo hii utakuwa nami peponi, si ndio? Kwani Yesu hakuwa na uwezo wa kumwambia yule mtu, nimekusamehe dhambi zako zote, teremka juu ya mti, anza kutembea uondoke? Kwani alikuwa hawezi? Lakini alichoona saa hiyo kinachomstahili huyu, mmeelewa? Ndio uzuri wa kuongea na watu wenye akili. Alichoona kwamba huyu kinachomstahili hapa, nikimwambia teremka, ondoka, nimekusamehe, yule mwizi ni mwizi tu, atakwenda kuiba tena. Kwa hiyo kinachomstahili huyu hapa ni kumwambia, leo hii ukiona naingia, basi nifuate, utakuwa nami peponi. Time and season for everything. Sio kila wakati wa kumwambia teremka juu ya mti, umepona, tembea, umesamehewa dhambi zako. Sio kila wakati wa kumwambia mtu hivyo. Kuna wakati wa kumwambia, leo hii utakuwa nami. Sijui kama mnanielewa, lakini haleluya. Hii ni knowledge. Get knowledge. Lakini yule mwingine alimwambiaje? Kama wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe kwanza, alafu tuokoe na sie. Yule Yesu hakuongea naye lolote, hamna kitu alimjibu. Soma Biblia yako, hamna mahali amemjibu, kwa sababu sio kila ujinga, swali la kijinga ni la kujibu. Kuna mengine ni kuacha mazingira yamfundishe mtu. Nafikiri mnanielewa. Sasa ngoja nikwambie, wewe umekuwa mwizi siku zote, mpaka umekamatwa, umewekwa juu ya msalaba, unatakiwa kufa leo. Unamwambia mwenye haki, jiokoe kwanza. Kama wewe ni mwana wa Mungu, ina maana watu wengi, kuna kundi la watu wanatudoubt sisi kama ni watu wa Mungu. Hapo hamjanielewa. Tafadhali mmesahihisha. Huyo mtu yule anawakilisha kundi la watu wanaowadoubt watumishi wa Mungu. Yaani kila akisema nabii gani? Kuna nabii siku hizi? Mtumishi wa Mungu. Mimi siamini watumishi wa Mungu. Hamjawahi kusikia? Mimi siamini watumishi wa Mungu kabisa. Hamjawahi kusikia hiyo? Huyo mtu ni sasa ni kundi la yule bwana yule alikuwa pale pembeni. Kama wewe ni mwana wa Mungu, which means I'm not sure, na siamini kama wewe ni mwana wa Mungu tu kwa sababu tuko wote hapa. Wapi? Tu kwa sababu sisi wote ni naongelea mimi na wewe sasa. Tu kwa sababu sisi wote ni binadamu. I don't think, siamini kama wewe ni mtumishi wa Mungu.
Anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe. Lakini mandate ikoje? Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilicho. Amefanya hakufanya mpaka hapo? Sasa hii ya kuambia wewe kama mwana wa Mungu jiokoe, hiyo ni mandate ipi? Huo ni wajibu upi tena? Ni wajibu upi ambao wewe unataka kunipa mimi? Maana huo wajibu ni yule jamaa ndo anataka kumpa Yesu, kwamba Yesu ajiokoe kwa sababu jambazi limesema. Mjanielewa? Yaani Yesu ajionyeshe mwamba wa kujiokoa kwa sababu mwizi amesema. Nisipofanya kama huyu anavyosema, ina maana mimi nitaonekana sio mwana wa Mungu. Mara ngapi uonekane mwana wa Mungu? Kwani mpaka walipokuweka msalabani kule hawakuona ulimfufua Lazaro? Kule hawakuona miujiza ya watu wengine waliotendewa? Kwa hiyo mpaka umeletwa hapa, jua kwamba kuna time na season ya kila kitu. Huu ni wakati mwingine. Chill, vumilia, acha hiyo ipite, twende na mambo mengine yajayo. Sijui kama mnanielewa. Kama amekufa unamlilia, lakini ukijua hiyo ni time na season ya kitu hicho, kitapita tu. Basi mshukuru Mungu kwa uzima uliopo. Acha kwanza kulaumu, tupia lawama kwa yule msalabani aliyo katikati pale, kwamba ona sasa tunateswa wote kwa sababu wewe sio mwana wa Mungu. Kwamba kwa kuwa tunateswa ndio nakuwa sio mwana wa Mungu? Yaani hata kama tumeteswa wote, lakini Mungu anabaki kuwa. Hapo mmenielewa? Yaani Mungu hawi Mungu kwa sababu amemponya ndugu yako. Mungu ni Mungu kwa sababu amemponya ndugu yako, lakini ni Mungu pia hata kwa yule ambaye ameondokewa na ndugu yake, bado ni Mungu. Hakuna mtu wa kuletewa nini? Lawama. Kila mtu anafanya cha kwake. Mimi wajibu wangu ni kuhubiri habari njema kwa kila aminie, lakini pia mstari ule mwingine wa mwisho pale tulisoma unasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa, nao jukumu la kupata afya. Nani anaidhinisha afya? Mungu anaidhinisha afya, kwamba ni wakati wake huyu kupata nini? Afya. Akisema kwamba wewe umeomba vizuri umeomba vizuri sana, lakini leo ni zamu yangu mimi kumchukua huyo, huwezi kuanzisha maandamano. Ulifanya kazi yako na wajibu wako. Mungu hawi Mungu kwa sababu amekupa kila unachotaka wewe. Kila nikiomba napata, kila nikiomba nabarikiwa. Sawa, kumbuka kuna wengine wanalia, wako kwenye machungu. Lazima ubalance maisha. Pambania imani yako, simama na imani yako, lakini kumbuka kuna wengine wanapita kwenye mateso. Kumbuka, sio tu unampenda Mungu kwa sababu anakufanyia hiki. Mpende pia akifanya yake. Mpende pia, kwa sababu hata usipompenda Mungu atabaki kuwa Mungu. Hakuna kinachombadilisha hapa. Na ana uwezo wa kukuonyesha lingine baya zaidi kwa sababu yeye ni Mungu.
Kwa hiyo bora ulainike tu, maisha yafanyeje? Yaende tu. Tuje kwenye mfano huu hapa mzuri. Mfano wa nani? Ayubu. Sema Ayubu. Job. Mfano wa Ayubu. Ule mfano ni mzuri sana wa Ayubu sana. Tena kwa mfano huo umenielewa hata kabla sijauongea. Ayubu, Biblia inamzungumza kuwa alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mtu mwenye hofu ya Mungu, mcha Mungu, mnyenyekevu. Alikuwa anatembea kwa hofu ya Mungu na unyenyekevu. Ina maana alimpendeza nani? Mungu. The guy was pretty good kwa mambo ya Mungu. Alikuwa vizuri kwa mambo ya Mungu. Sasa yeye yuko busy, anampenda Mungu, kule Mungu ana discuss na shetani. Sio kama mnanielewa. Mungu anaongea na shetani kwamba yule, unajua anakupenda kwa sababu kila siku unajibu maombi yake, sasa naomba tu kidogo, hii mambo ya kujibu maombi hebu tuweke pembeni kidogo, niruhusu niingie kazini kidogo, tuone kama bado ataendelea kuimba unajibu maombi, au wimbo utageuka uwe upi, tutausikia siku hiyo hiyo. Kuna watu wana hofu ninapoongea. Usiwe na hofu, tulia, relax. Kwenye hicho kiti hakiwezi kuanguka, relax. Kuna siku ambapo maombi hayajibiwi. Haina maana kwamba kama haujajibiwa Mungu hayuko na wewe. Yuko na wewe, ila it's not the right time. Sio wakati sahihi kwako. Niliwaambia kwa kila jambo kuna wakati na majira. Sasa kama hajakujibu, sio wakati sahihi kwako kupokea jibu hilo. Tulia wewe. Endelea kumpenda Mungu. Hata usisikilize maneno ya watu mengi, yatakuharibu. Yatakuharibu. Usisikilize. Sio tu simply, sio wakati sahihi. Kwani kama kujibu Mungu amejibu vingapi umeviona? Sasa hicho kimoja ndo kinamfanya asiwe Mungu, kwa sababu hajakujibu. Kwa sababu siku hiyo utapata hela ya sukari, utakunywa uji wa chumvi. Kwa hiyo Mungu amekuwa sio Mungu kwa sababu unakunywa uji wa chumvi. Sisi wa Afrika tukisema uji wa chumvi tunaelewana. Wazungu ndo hawaelewi hiyo story. Au ugali wa kuchoma au koko wa wali. Sisi Waswahili bwana, lugha yetu moja bwana. Hata uende Nigeria, yani tunaelewana kabisa. Lugha ni hiyo hiyo moja, inaeleweka. Tunavyoishi ndio hivyo hivyo. Tunafanana sisi. Maziwa mgando yanaliwa, tuna ugali vizuri. Mwingine wa kabila ingine hawezi, wa rangi ingine. Lakini sisi tunaweza kuyala pia. Hata maziwa mgando tunaweza kuyachanganya na wali pia. Tunaona bwana, wenye lugha tumeelewana. Tunaishi popote sie. Na mambo yanafanyaje? Mengine majaliwa. Sasa kuna vitu visitutoe kwenye kumpenda kwetu Mungu. Kuna vitu visitutoe. Hebu tumsikilize Ayubu. Ayubu alikuwa anampenda Mungu. Inakuwaje Mungu adiskasi na shetani kwenda kumjaribu Ayubu? Jamani, hebu tuwaze kidogo. Inakuwaje Ayubu
katika kumpenda kwake Mungu adiskasi na shetani kwamba aruhusu akafanyeje? Akajaribiwe. Lakini kumbuka, wakati ukifika wa kujaribiwa hivyo, hautafanyaje? Utapita katikati, japopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Hiyo ndio hope ambayo unabaki nayo. Kwa kususa kwako huwezi kumbadili Mungu asiwe Mungu. Kwa ni kunyenyekea zaidi tu, kwa sababu ukijua ya kuwa wewe ni hilo moja, lakini kuna wengine wanafiwa kila leo. Ni kweli sio kweli? Kwani vifo hatusikii mpaka kuna kitu kinaitwa matangazo ya vifo? Yaani imagine umekaa dakika 15 unasikiliza matangazo ya vifo, nao ni wale waliofaulu kulipia ili watangaziwe. Wale ambao hawajafaulu kulipia, kuna watu kule Iraki, kule Iran, kule wapi sijui, wanapigwa na mabomu hata sasa. Watu wanakufa, wanafukiwa jumla. Wale sio watu. Huyo wakwako anakuwaje special mpaka unaanza kulaumu na kutukana kila mtu? Chill man. Tulizana. Tulia. Acha makeke, acha mambo mengi. Usije ukajikuta unamtukana. Na Mungu ukimtukana ujue akigeuka uwe tayari pia kwa jibu atakalokupa. Sasa naomba turudi kwenye nani? Ayubu anampenda Mungu, ana kila kitu, amebarikiwa kila kitu unachojua wewe, amebarikiwa, ana watoto, ana familia yake, ana mali, ana kila kitu, lakini kule wanamdiscuss. Tena baya zaidi ungeweza kusema anayemdiscuss sio hata jirani. Maana angekuwa jirani au marafiki fulani ungeweza Mungu atasolve hiyo. Bahati mbaya anayemdiscuss ni Mungu mwenyewe, anamdiscuss na nani? Na shetani. Wana discuss deal kuhusu, na Mungu anamwambia nenda kamjaribu, lakini roho yake usiguse. Unajua hilo tamko moja namna hilo lina athari kiasi gani? Tamko moja hilo lina athari kiasi gani? Lilipoteza mali zake zote. Yaani literally leo kwa mfano ukute mimi natembea barabarani, sina hata gari wala nini wala chochote, niko kwa mguu. Sema Chodevi alikuwa mtu mengine, malizia wewe. Maana sio lazima kutafsiria kila kitu. Si ni kweli jamani? Hii kitu unaiona ikija namna hiyo inakuwa sio nzuri. Lakini ndio picha ya Ayubu. Ndio picha ya Ayubu na watoto wake wote wamekufa. Watoto wamefanyaje? Wamekufa. Tena hawakufa kwa mpigo, anakufa ili upate nini? Maumivu zaidi. Kinachopimwa pale ni nini? Ni nini? Roho yako, imani yako kwa Mungu. Maana ndio alichoambiwa asiguse, ndio kinachopimwa. Kwa hiyo hawafi kwa mpigo ili usikie uchungu mara moja. Kufa mmoja, yule unayempenda sana anaanza bana, unaangalia
katika maumivu yote. Sasa unawaza, hujamaliza kuomba, wiki haijaisha, anakufa mwingine. Maana sasa ile hata kukaa sasa uanze kusema Mungu Baba, yani unaanza kusema sasa naanzaje kuomba? Hujamaliza siku 4 anakufa mwingine. Wakafa watoto wake wote na wake zao wote, hata kama walikuwa na wajukuu. Kajikuta amebaki yeye na mwanamke wake. Mwanamke wake alimwambiaje na yeye? Wamama hilo mnajua. Alimwambia, na wewe sasa kama ndio Mungu anayelengwa pale ni nani? Mungu pale. Kama ndio Mungu wako na si mkufuru tu, bora tumkufuru tu tufe. Sasa huyu Mungu tunampenda miaka yote hivi, amewezaje kutufanyia kitu kiovu namna hii? Lakini swali linakuja pale, kilichokuwa kinapimwa kilikuwa nini? Moyo. Sasa Ayubu aanze kumkufuru Mungu? Ayubu alijibuje? Mungu atupe mema yote, lakini hata baya moja kweli tusipate. Bahati mbaya halikuwa hata moja, yalikuwa mengi kwa mpigo. Sasa hebu wewe uliokaa hapa leo, mabaya ni mangapi umepitia mpaka unaona kama Mungu kakuacha? Hebu turudi hapo. Turudi hapo kabla hatujaenda mbali, maana mbali huko tutakuwa mbali, tutafika mbali. Mabaya ni mangapi ambayo wewe umeyapitia mpaka ukaona giza kiasi kwamba unaona kesho ni hamna nuru, kwamba Mungu hawezi kufanya, ukilinganisha na Ayubu? Bado unaweza kumpenda Mungu. Bado unaweza kumpenda Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Mtumishi wa Mungu sio wa kulaumiwa. Hata mkitulaumu, mnatulaumu bure, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu. Unaweza kuanza upya. Hata kama umepitia mambo fulani mpaka ukawa unaona giza mbele yako, lakini unaweza kumwamini Mungu zaidi. Unaweza kumwamini Mungu zaidi. Usichukuliwe na upepo wa imani za watu. Mimi naona hii imani, huduma hii, sijui nini. Kwani tatizo ni huduma au tatizo ni moyo wako? Moyo. Tatizo ni moyo. Huduma zote zinafanana, makanisa yote yanafanana. Tatizo ni moyo. Yesu anasema chumvi ikishaharibika inatiwa nini mpaka ifae tena, mpaka ikolee? Chumvi ikishaharibika. Moyo ukiharibika unafanyaje? Usikubali moyo wako uharibiwe. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote unavyolinda. Hilo neno kubwa sana hilo. Kuliko kila kitu. Yani kama una manyumba, una magari, una pesa benki, una nini, yani linda we moyo wako tu zaidi kuliko kila kitu unacholinda. Kwa sababu gani? Ndiko zitokako chemchemi za uzima.
your heart. Linda sana moyo wako, kwa sababu moyo ukishaharibika, basi ina maana shetani amekuseti ili upoteze kila kitu kwenye maisha, na Mungu akukatae pia. Mfalme Sauli moyo wake uliharibika. Ulipoharibika akaonekana kama anataka kushindana na Mungu. Nabii akamwambiaje? Kwa kuwa umemkataa Mungu, na Mungu naye. Hebu fikiria ukiambiwa neno kama hilo na Mungu. Kwa hiyo linda moyo, jihadhari kutamka maneno ya haraka. Unaweza ukapewa onyo fulani hapa la kihuduma hivi kidogo, ukasema kwani huduma ni hii moja tu? Naweza kwenda well, nenda, alafu uone huko unakoenda ni Mungu mwingine au ni Mungu huyo huyo wa mbinguni. Kama ni huyo huyo, basi utawala wake ni umeenea. Kama alimchomoa Yona aliyetoroka kwenye huko alikokuwa anatumwa, akahamishia maisha kwenye meli, wakamtupa, akamezwa na samaki, akaona ni nafuu. Huko mkono wa Mungu ukamfuata kwenye tumbo la nyangumi, ukamwelekeza tumbo la nyangumi lile, ikaenda kumtapika kule Mungu alikotaka aende akahubiri. Huwezi kushindana, you can never outgrow your God, your creator. Huwezi. Kuna mahesabu rahisi tu. Lakini Ayubu alisema tupate mema tu. Hiyo ni akili ya mtu aliyokomaa sana, ujue. Mtu ambaye amelinda moyo wake, ametembea na Mungu, ameulinda moyo wake hivi, tupate mema tu. Baya likitujia au mabaya yakitujia, tunatafuta mtu wa kumtupia lawama. Tunatafuta mtu wa kumtupia. Na Mungu akitaka kukurekebisha, anatumia mtu yoyote. Anaweza kutumia hata jirani yako. Si Mungu yuko kila sehemu? Kwani lazima habari uipate kwa mchungaji? Unaweza kupita tu jirani akwambia, wewe mjinga wewe, hii kupita kwanza huna moyo mzuri. Amemaliza hiyo. Nenda karekebishe nini? Moyo. Daudi alitukanwa na nani? Na mfanyakazi yule Shimei yule kule njiani, alimtukana matusi. Daudi akujibu neno hata moja. Kwa hekima yake yote alikaa kimya. Wale mabodigari wake wanamwambia, mzee, turuhusu tumtandike huyu anakutukana, si mbele yetu anakutukana. Akamwambia, huenda Mungu amekubali, ameruhusu nitukane. Hebu piga kodi kidogo nicheze hapa. Haya, tayari umefaulu. Mmesikia jibu la Daudi? Mnaona mtu mwenye hekima analinda sana nini? Kuliko heshima yote aliyokushaipata. Kama mtu kamoja kanamtukana pale barabarani, hakujibu kitu. Akasema, huenda Mungu ameruhusu nitukano. In other words, labda huu ndio wakati sahihi wa mimi kutukana. Nao nifikiri utasema wakati. Nao ni nini huo? Ulikuwa na nyakati zingine, sasa uko kwenye wakati mwingine. Kubali kutukanwa, pita katikati, nenda. Kwani mimi kuna wakati na mimi nilikuwa natukanwa?
Eti jamani, ni kweli sio kweli? Unaandikwa kwenye magazeti wapi? Au nyinyi mlikuwa bado hamjazaliwa? Si mlikuwepo? Unakuta umeandikwa kwenye magazeti si wapi Mimi niliandikwa nimemtia mimba msichana wa shule, ameleta mtoto wenyewe sijawahi kumwona. Dada mmoja wa Kimasai alikuja pale kwenye ile ofisi, naye amekuja na begi lake, anaomba apelekwe mjini mwa Daudi, nabii mkuu atamuonyesha mahali pa kukaa, maanake anajisikia Mungu amemuongoza amuoe. Mama mmoja naye katoka hapa, mnamjua, na mabegi yake, akienda mpaka kule mjini mwa Daudi na mabegi yake. Alikuwa mhudumu. Mungu kanambia nije kwa baba anionyeshe mahali pa kuishi. Mungu kaniongoza, mimi nitakuwa mke wake. Ana Devi amempokea. Anamwambia ndio Mungu amekwambia. Ana Devi akumjibu chochote. Alilinda sana nini? Guard your heart, linda moyo wako. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Linda sana moyo wako. Sababu jambo dogo linaweza kukufyatua ukajikuta unaongea ovyo, kumbe ndio unazidi kufanyaje? Kuharibu. Unazidi kuharibu. Sasa hata ukiharibu binadamu ni wewe peke yako. Mbona wako watu wengi tunao na matatizo mengi, hilo la kwako linakuwaje special kiasi kwamba utalalamika kiasi hicho? Keti jamani. Tuliza moyo bwana. Ukituliza moyo wako utawaza vizuri, utaweza kuwaza tena vizuri, utaweza kufika mahali paka ukachukua karatasi ukaanza kuhesabu mema yote Mungu aliyokufanyia. Utagundua yanakuwa mengi kuliko jambo moja tu lililotaka kuleta dhahma. Baadaye utasema Mungu nisamehe kwa kweli, kumbe umenifanyia mambo mengi namna hii, alafu bado nadai. Lakini kuna watu hawajaona wema kama huu kabisa. Sasa umekuwa nani? Ayubu katika imani yake Mungu alimrudishia kila kitu, lakini by the time anarudishiwa, remember, alikuwa peke yake, hakuwa na mke wala mtoto. Ina maana imani yake peke yake ndio ilimuokoa. Yaani kuna mahali mnafika, kama mmetofautiana kiimani, wewe simama mwenyewe, tubaki mwenyewe na imani yako. Yes. Kwa sababu kuna wakati kimwili mnaweza kwenda pamoja mmeshikana hivi, lakini mambo yakiwa magumu, imani inaanza kutetereka, kila mtu ashike imani yake. Sasa kuna imani nyingine itakuruhusu kupenya kwa sababu ya msimamo. Imani nyingine itafungiwa mlangoni, we rudi kwanza karekebisha. Sasa ikifika mahali pagumu, simama na imani yako. Simama na imani yako. Nitoe mfano mmoja wa mwisho, alafu niwe nimefikia mwisho kwa somo langu. Wangapi wanabarikiwa na somo hili? Linakufundisha mapito, linakufundisha kuwa na imani yenye nguvu dhidi ya nini? Dhoruba. Dhoruba zipo, lakini imani yenye nguvu itakuwezesha kuendelea mbele. Dhoruba zipo, sisi sio malaika. Sisi sio malaika.
kwamba ufikiri eti hayatukuti mambo, yanatukuta, yanatukuta kabisa. Lakini sasa lazima usimame imara kwa ile imani yako ulionayo. Wapi? Kwenye moyo wako. Naomba nimalizie mfano wa mwisho. Yesu Kristo kabla hajaanza kazi, wakati tu ameitwa ile kupokea ile ubatizo na Roho wa Mungu kushuka kusema huyu mwanangu mpendwa, baada ya hapo unajua aliongozewa nyikani. Si unakumbuka story ile? Kule nyikani alikutana na nini? Shetani alimpa mitihani pale, si ndio? Nataka nikwambie hivi, usijaribu kujionyesha mwamba mbele ya mahali ambapo hapastahili kufanya hivyo. Yaani bora uonekane kama ni utumishi, basi wacha nionekane siwezi kumwombea huyu mtu, kuliko kujifanya leo hii ngoma lazima. Nimenakili msemo wa Mordekai, Apostle Mordekai aliongea kwenye redio, alisema hii ngoma leo lazima iamke. Nilimsikiaga vizuri ule ushuhuda wake, alikuwa sijui anaombea wapi huko, mtu amesema kafa, wanasema leo lazima. Baadaye akasema Mungu amefanyaje? Amempenda zaidi. baada ya siku no, but you know, usijaribu kujionyesha mwamba zaidi ya vile iwezekana. Watu wanasema huyu mtumishi anaweza kabisa, hebu mtumishi anza maombi. Huyu akiungurumisha maombi lazima itatokea. Usijaribu kujifanya mwamba zaidi. Yesu mwenyewe aliambiwa una njaa, haya mawe geuza haya mawe yawe nini? Mkate ule. Na kweli ukifikiria una njaa, huo uwezo wa kugeuza hayo mawe unao. Je, sasa nifanye kwa ajili ya kauli ya nani? Oda ya shetani? Yaani shetani ananipaje mimi oda? Hata kama naweza kufanya, shetani atanipaje mimi oda? Sijui kama hapo ina make sense. Unanielewa? Fanya kwa sababu Mungu amekupa mandate, amekupa agizo, sio kwa sababu shetani anakujaribu eti wewe ujitupe. Jitupe chini kule, uporomoke kule, ubumburuke kule chini, halafu Mungu atakuagizia tu malaika watakuja, kama vile wale jamaa wa skydive wakudaki. Unaona, ukielezea unaona kama ni kitu kinafurahisha, lakini ukiangalia ni kweli Mungu anaweza. Sasa nifanye kwa ajili kutoka kwa sababu ya oda ya shetani? Hapana. Haya, kampa andiko pale, imeandikwa usimjaribu. Milki yote nitakupa, hii yote unaona, yote itakuwa mali yako kuanzia leo. Piga magoti unisujudie. Sasa unajua kuna mtu ukimwangalia unawaza hivi vitu vyote ni vya kwangu, ni vya babangu, vyote hivi vyote ni vya kwangu, ni vya kwetu, vya nyumbani. Huyu anasemaje ni vya kwao? Huyu anasemaje ni vya kwake, kwamba mimi nimpigie anipe tena vitu vya kwetu? Kivipi? Kwani huo ndio ukweli? Yesu mwenyewe alisema kwamba hivyo mnavyovitamani, hata mataifa wanavyovitamani, hata nyinyi mnastahili kuwa navyo. Baba yenu wa mbinguni anajua ya kwamba mnahitaji kuwa na hivyo vitu. So it's ours. Nchi na vyote vijazavyo. Sasa huyu anasemaje kwamba mimi ni muabudu ili anipe vitu vya kwetu?
Sasa nifanye? Haiwezekani. Sasa jifunze kupambanua kauli zinazosemwa na watu mbalimbali. Kuna mtu mwingine anaweza kutoa kauli ya kukujaribu, kwambia bwana, tena wewe unasali ngurumo ya upako baba yako Jodevi tajiri bwana, hebu tupige hapa wote 10,000 na wewe kweli una 50,000 na jamaa wako 4 ukavitoa 40 tayari umewapa, umebaki na 10. Alafu kulikuwa na deni linatakiwa likalipwe. Sasa hiyo ndio ulikuwa kwenye barabara ya kwenda kulipa. Utajua mwenye njia ya safari, mbele ya safari. Sasa unaonyesha umwamba kwa oda ya shetani, unaonyesha umwamba. Si bora uonekane huna hela? Mwambie zile fedha si za kwangu, baba yangu ile ni za baba. Sasa kitu cha baba mimi nitaendaje kuchukua? Wewe ukimwona baba mwambie hayo maneno. Lakini sasa unajitisimua wewe na unajua kabisa, tena mwingine anaweza kuwa hata ameambiwa hela hii nenda kalipe mahali fulani, kashachukua hela ya watu. Unaanza unajionyesha umwamba, mwamba usio na maana, umwamba wa hasara, mwamba usio na tija mjini. So na sasa nimemaliza somo, ila nataka kufanya summary kidogo. Nataka kufanya summary, ufupisho, lakini somo nimelimaliza na linapendeza kweli kweli. Amen. Hallelujah. Haya, sasa keti nifanye summary kidogo tu. Ni kweli kwamba tulipewa assignment ya kuweka mikono juu ya wagonjwa nao wapate afya. Ni kweli. Kwa hiyo hilo hatuna ubishi nalo, ni mandate. Ni kweli kabisa, tumepewa agizo hilo. Ni kweli tumeambiwa tuhubiri Injili ya kwamba anayemwamini Yesu ataokoka na kuwa na uzima wa milele. Ni kweli. Ni kweli kwamba kila jambo kuna wakati na majira yake duniani chini ya mbingu. Ni kweli. Je, tunaamini kwamba kuna wakati wa Mungu ulio sahihi kwa kila jambo? Ni kweli. Tumeenda vizuri sana na hili somo. Kama ni hivyo, kwa kusummarize, mambo mengine yote yasitusumbue. Mambo mengine yote yasifanyeje? Kwa sababu kama kufa, watu wanafanyaje? Wanakufa kila leo. Kuna mtu anapelekwa kwa daktari, amefikishwa tu pale mbele ya daktari, wamempokea, anakata roho. Sasa tuandamane? Kuna daktari yoyote amewahi kulalamikiwa mjini ukakuta watu wanaandamana kwa sababu mochwari kuna maiti ziko 10 sijui 20? Amna. People are dying every day. Kwa hiyo sasa hilo litakuwa jambo la ajabu sana kumlaumu mtumishi wa Mungu, si ndio? Mtumishi wa Mungu anafanya kazi yake, lakini Mungu anaamua wakati sahihi wa kumponya yule mgonjwa. Kama wakati sahihi ndio ule pale alipowekewa mikono, saa hiyo na matokeo yataonekana hapo hapo. Kama wakati sahihi ni baada ya mwezi atapona. Kama wakati sahihi haupo, ina maana hata muombe, mfunge, mjikatekate, mpande milimani, mlale njaa, kusudi lake alilolikusudia lazima litotimia. Wangapi wamenielewa?
Sawa, sasa wakati nataka kila mtu asimame dakika hii. Hili somo lilikuwa zuri, lilikuwa la baraka sana. Nguvu ya imani dhidi ya dhoruba. Nataka dakika moja kila mtu alitafakari kidogo niliyoyaongea. Jaribu kuwaza wapi ulimkasirikia Mungu wakati fulani. Yaani ujue umri wako mpaka umefika hapo. Kuna wakati labda ulijisikia kama hii imani na mambo ya Mungu, kama Mungu vipi sijui. Inawezekana kabisa. Sisemi kila mtu, lakini inawezekana. Hapo chukua nafasi ya kumwambia Mungu akusamehe. Maana huu ndo wakati sahihi wa hili somo. Ndo wakati sahihi wa kumwambia Mungu, naomba unisamehe. Kwa sababu kuna wakati nilikudoubt, nilikuwa na mashaka na wewe. Naomba unisamehe. Atakusamehe hapo hapo unapoomba hivyo moyoni. Na baada ya kusema hayo, ruhusu moyo wako sasa Mungu afanye kazi yake vile anavyopenda. Utasikia raha, amani na furaha, kwa sababu anajua umemtumaini 100%. Nyanyua mikono yako juu. Nitatamka sala fupi sana ya kwamba nuru ya Mungu itakuangazia mbele yako. Uwepo wake utakuwa nawe popote unakokwenda, ili mguu wako usisogezwe na adui. Na huyu adui ni Shetani. Asisogeze mguu wako kwa namna yoyote. Kuanzia tarehe ya leo, kuanzia sasa, moyo wako uhifadhiwe kuliko kitu chochote. Kwa sababu ndiko zitokako chemchemi za uzima. Uzima wa maisha yako uzidi kuwa hai zaidi. Pokea uhai zaidi. Pokea uzima zaidi. Pokea uponyaji zaidi. Pokea baraka zaidi. Imekuwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen.